Jambo pekee ambalo Wakristo hawajawahi kuambiwa, na hili linanitesa sana. Natamani basi kila Mkristo angekuwa analifahamu kwa ukubwa wake na akajua na gharama za kulipa na akalipia ili aweze kufurahia Ukristo wake. Do you know, watu wengi hawafurahii Ukristo wao kwa sababu hawajui hata faida za kuwa Mkristo. Watu wanaokoka tu kwa sababu ya kukwepa moto. Watu wanaokoka kwa sababu tulishahubiriwa kwamba kuna kufa na ukishakufa kuna kuhukumiwa. Kama ulifanya dhambi utaenda motoni, kama uliishi maisha matakatifu utaenda uzimani. Yaani hiyo ndio akili pekee wa Kristo wengi walionayo. Na bahati mbaya ni kwamba wanaojua ukweli pia hawausemi. Na hata kama wakiusema hausemi kwa ukubwa wake. Kuna faida nyingi sana za kuwa Mkristo, mbali tu na kwenda mbinguni. Kuna uhakika wa kuishi duniani, maisha ya amani, maisha ambayo hayana mateso ndani yake. Bila sema amani ni wapoyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. So kuna wakati ambao kama Mkristo unaweza kuwa unapitia majaribu mbalimbali, vita mbalimbali, mambo fulani ambayo yanakwaza, yanaumiza, yanachosha, yanavunja moyo na hakuna mtu kukutia moyo vya kutosha. Pengine kitu pekee ambacho kinaweza kukutia moyo vya kutosha ni roho wa Mungu ndani yako. Sasa umeokoka, huna hata uhakika kama roho wa Mungu unaye au huna. Yaani maisha yako yanakuwa ni ya kawaida tu. Na mara nyingi sasa kilichotokea ni kwamba Wakristo wanaamini Ukristo ni kwenda kanisani. Yaani issue tu kwamba anaenda kanisani na jina la Kikristo anaamini inatosha. My friend, is beyond that. Is beyond that. Being a Christian is beyond going to church. Is beyond being given the Christian names. It goes beyond that. Kuwa Mkristo ni zaidi ya kuwa Mkristo wa kwenda kanisani. There is a price to pay to be qualified as a Christian. So gharama za kulipia ili uwe Mkristo halali ni pamoja na kuishi maisha matakatifu. Unakuwa na uhakika wa usalama, unakuwa na uhakika wa ulinzi, unakuwa na uhakika wa maisha. Yani Ukristo ni kama bima ya maisha. Usalama wako unakuwa ni 100%. Kwa nini? Kwa sababu na uhakika na Mungu aliyembeba. So ukimpata mtu ambaye anamfunua Kristo na anakufundisha dimensions za Ukristo na namna ya kuishi katika maisha ambayo yanakupa uhakika hapa duniani, amani tele, uzima, una uhakika wa kuponywa magonjwa. Hivyo ushikuona mtu ambaye ni Mkristo kabisa, anaishi viwango vya Kristo vilivyokamilika, anateseka na mambo hapa duniani. Unaweza kuwa na cancer, unaweza kuwa na pressure, unaweza kuwa na mambo kibao na Mungu asikuponye katika hayo, lakini unaishi maisha kana kwamba uko okay. That's how Christian is. Lakini sasa tumejiminya hapo kwenye Ukristo kama ni kikundi fulani, kichama fulani hivi, na it's beyond that. Mbona watu mataifa ambao wana dini zao wanalipa gharama na wanakuwa watu wa maana? Kuna urahisi mtu atokee kwa aseme hivi, nilienda kwa mganga wangu akanipa hii ajira. Nilienda kwa mganga wangu nikawa tajiri. Nilienda kwa mganga wangu nikafanikiwa nikakuwa na hiki na hiki na hiki. Lakini hatuna Wakristo wanasema toka nimekuwa Mkristo, Mungu amenibariki na hiki na hiki na hiki. Hatuna watu. Na hii imetufanya tumekuwa watumwa. Ukristo umekuwa ni kitu cha kawaida. Tunashindwa kuishi maisha ya abundance, maisha ya utele kwa sababu Kristo hajadhihirika ndani ya maisha yetu. So kama ni Mkristo na unatamani kufanya maisha yako kuwa bora, kamilisha kanuni za kuwa Mkristo. Na moja kanuni za kukamilisha ni kuishi maisha matakatifu. Ukiishi maisha matakatifu inakupa uhakika wa kumfurahia Kristo uliyemwamini. Unamfurahiaje sasa? Zile faida zote ambazo anazipata mtu akiwa Mkristo na unaanza kuzipata. Unaanza kuzifurahia. Na kama hiyo haitoshi, una uhakika wa kwenda mbinguni baada ya maisha hapa duniani. Na gharama basi ni zipi? Kuishi maisha matakatifu tu. Uzinzi utafanya mpaka lini? Uongo utausema mpaka lini? Wizi utafanya mpaka lini? Umedanganya vya kutosha, umezini vya kutosha, umefanya masharti vya kutosha. Can't you live a holy life? Hawezi kuamua tu kuishi maisha matakatifu tu kwamba okay naamua kuanzia sasa maisha matakatifu. Alafu baada ya hapo unaona kile Mungu anafanya. Mungu yuko tayari kutufanyia vitu vikubwa sana. Sana. Kumbuka Ukristo haimaanishi kwamba matatizo hayatakuja, magonjwa yatakuja, vinaweza vikaja, lakini una uhakika wa kuondolewa. Na hata kama visipoondolewa, kwa namna mateso haya unayopitia wewe, unayafurahia hali ya kuwa kuna mwenzako ambaye anateseka na hawezi kuacha. So that's it. Mwimbaji mmoja wa Injili aliimba alisema nafurahia mateso yangu, japo haribika mwili huu nitapata mwingine kwa Baba. Can you imagine that? So unaweza kuharibika huu mwili na cancer, unaweza kuharibika huu mwili na magonjwa, lakini we have that assurance kwamba hata baada ya maisha haya nayo maisha mengine ya milele. Tuna milele ndani yetu. Imagine the eternity is in us. It is in us. There is a power of God that has been delivered in us. There is a power of God that has been deposited in us. But how can we withdraw it? So that it can give us outcomes. That is when you need to pay the price. Sasa wanao wenye utayari wa kulipa gharama ni wachache, wengi wanataka tu kutendewa, na ndio maana wanaopiga simu wengi, prophet niombe, prophet nitabirie, prophet niombe. Fuatilia maisha yao ya hovyo, dhambi kama kawaida, uzinzi umejaa, uongo umejaa, lakini bado wanataka Mungu awatende. Mungu anakutendaje na uzinzi? Mungu anakutendaje na mauongo ulionayo? Mungu anakutendaje na matabia ya hovyo ulionayo? Mbona kuna wengine walitendewa? Hao ni wengine. Wewe inabidi uache dhambi utendewe. Kuna wengine vifungo vyenu viko katika kuacha dhambi. Ukiacha dhambi tu,
ndio kinafunguliwa. Kila na dhambi unabaki mtumwa milele. So shauri yako bana. Sisi tutakuambia kila siku utakapotaka kubadilika, hutaki. Acha. Jumapili hii nitakuwepo Morogoro Tanzania kanisani. So kama uko Morogoro, uko Dodoma, uko Iringa, unatamani kuhudhuria ibada ya Jumapili, karibu sana kanisani. I'll be there. Tutakuhudumia Jumapili. Ibada ya Jumapili kadhaa kutokuwepo kanisani, hatimaye wiki nitakuwepo Morogoro Tanzania. Njoo na kufundisha kanuni za kiungu za kuishi maisha ambayo ni abundance. Shalom.